Ulisema mimi pekee, kumbe ulikuwa na mwingine. Umenivunja. Kweli nakupenda sana. Na tokea awali nimeahidi kuwa nitakulinda kwa nguvu zangu zote. Usijali mume wangu, nitakuvumilia mpaka pale utakapopata. Kweli? Kweli mume wangu. Basi nitafurahi. Jamani, habari zenu hapo? Salama. Karibu. Kwema? Shemeji. Asa hizi nazi za wapi hizi? Hii nazi bei gani? Hiyo yenyewe hiyo. Mtu wenyewe. Wapi? Kilwa hii? Ndio. Kilwa moja iko Ngindo, maana kule wanasifika kwa minazi. Mna nyanya mzuri kabisa. Hii bei gani? Ni nzuri sana hizo. Afu unaona nyanya safi kabisa. Hizi nyanya kwa hiyo sipokuwa ugumu hivi. Hizi siku 4 ndani naziweka budget, yani unakula kidogo kidogo. Ndizi safi sana. Yaani hizi ni mzuri kwa afya. Ulisema mimi pekee, kumbe ulikuwa na mwingine. Umenivunja moyo, sioni tena maana. Oh bewafa, ye kya kiya, usaliti wako unaniua, mera dil toda, kyun choda machozi yangu. Wewe bwana unataka kipi? Kipi tukuhudumie hapa? Mimi kunihudumia mtanihudumia kesho bwana. Au mzee? Kesho bwana. Ila leo nimekuja kuuliza bei. Naona penzi paja. Penzi imetaradadi. Hivyo ndio inavyotakiwa. Ndio inavyotakiwa. Mapenzi watu tupendane bwana. Ndio uliacha. Na kawaida tu shemeji. Basi sawa, niendeleeni bwana. Mimi napenda sana kuna mnavyoshikamana kama hivyo bwana. Mapenzi ndio yanavyotakiwa. Hii biashara inaenda. Haya, karibu kaka. Mmetoboa. Wanafiki lazima wakae pembeni kabisa. Hamna shemeji, karibu tena. Haya sawa. Kweli ndio jamani. Muwe na mchana mwema. Unamuelewa huyu? Hao ndo wanafiki wa mtaa. Wewe haya mume wangu. Kuja wengine hata sijashughulika naye. Kwa sababu najua huyu hawezi kununua kitu chochote hapa. Uliza bei kununua kwenye noyo wala nini? Kiswahili sana. Kwani maana? Kwani yule kaka pale genge yule vipi ile genge lake kwani? Na nikuta shoga yangu sielewi. Ni mwelewe wapi? Ila yeye anacho. Ana hata hela. Ameshindwa kumlipia mahali yule binti. Atapata hiyo hela kuendeleza genge. Usiniambie. Na kitu chochote pale alipo. Kapauka pau. Aise. Shoga yangu mahaba yote haya. Mahaba hamna hata mahaba ndugu yangu. Muda wote wanachezeana tu pale. Kazi ipo. Hivi wazazi wana akili kweli? Hawana hata akili nao na hizo. Kwa kweli. Hawana kitu chochote. Mule hamna kitu. Hamnazo kabisa. Mikidadi, ina maana umenisimamisha hapa kuniambia upuzi wako? Aileen, tumefikia huko kweli? Koma wewe. Wewe kijana unaweza kuendana na mimi? Hebu niangalie vizuri. Unaweza kuendana na mimi na kuuliza? Mimi nahitaji tuyamalize. Tuangalie mambo mengine. Jishikilie. Ina maana yale yote zamani umeyasahau? Ulisema mimi pekee, kumbe ulikuwa na mwingine. Umenivunja moyo, sioni tena maana. Oh bewafa, ye kya kiya, usaliti wako unaniua, mera dil toda. Yalopita sio ya sasa. Ukome kunifuatilia.
Shoga yangu, mtanyie umeondoa ya mkeka, hata shughuli haijafanyika, mtaa mzima huwa anajua huyo mume wako kwa wewe ndo kapata hilo genge. Hilo genge ndo kakupata toka alipokuwa wewe au? Ni kweli shoga yangu, kiukweli tu mume wangu mpambanaji sana, na ninamshukuru Mungu mpaka hapo tulipofikia na kulipata hilo genge. Kiukweli Mungu anasaidia kweli. Au kuna kitu mnatuficha? Kwa maana sio wavivu au sio wapambanaji au? Hamna, ni mume wangu tu mpambanaji shoga yangu, kama nilivyokuambia, na Mungu anatusimamia mpaka sasa hivi tulipofikia. Kwa naomba sana mume wangu aendelee kuwa hivyo hivyo. Tutajua tu mwisho wa siku, tutajua tu mtaa mzima, tutajua kama hilo genge limepatikana kwa haki au sio kwa haki. Haiwezekani yako wewe tu ndo awe mpambanaji. Mbona kuwa mpambanaji kabla hajakuwa wewe shoga yangu? Shoga yangu amekuwa hayo. Ni Mungu tu jamani shoga yangu. Ndio hivyo. Basi sawa, pambani, manake si wengine wavivu. Dada, Abe mdogo wangu. mbona sasa hivi mambo yangu hayaendi? Alafu mpaka najiuliza. Mbona sipo kama wengine? Mdogo wangu, unajikatia tamaa bado mapema sana. Sio kama nimejikatia tamaa. Maanake najaribu kupambana, lakini najikuta mambo baada ya kusimama yanazidi kulala, mpaka najiuliza au nimeikosea familia yangu. Mdogo wangu, katika familia yetu hujatukosea kitu chochote, wala mimi. Yaani sina kitu chochote kuhusu wewe. Yaani roho yangu iko nyeupe kabisa. Sema mdogo wangu. Katika maisha haya usiharakie. Au wale unaona Kariakoo wenye magorofa wale au wenye maduka yao wale, unaona tu kwamba tu haraka wamepata zile mali. Hapana. Lazima mdogo wangu uanzie chini. Au katika ule mtu unaona ule mti mkubwa, je, ulikuwa tu vile vile mkubwa? So ulianza kabisa ukiwa mdogo. Sasa kwa nini wewe unajikatia tamaa bado mapema sana? Lazima maisha uanzie chini babangu. Mkimbie kila kitu, mwambie Mungu asante. Kila utakachokifanya sema asante Mungu, usikurupuke wala usiwe na tamaa eti fulani analo gari basi na mimi niwe nalo gari. Akiwa na gari wewe kubali tu kumiliki baskeli. Hauwezi kujua kesho yako ni ipi. Umenielewa babangu? Sawa, mimi nimekuelewa. Mdogo wangu, chonde tamaa mbaya. Dada, mimi nimekuelewa. Na nashukuru kwa ushauri wako. Na hapa nilipo nilikuwa naelekea kwa yule rafiki yangu. Nataka nikaonane naye kidogo, naye kuna mambo fulani tuliongea. Hiyo baadaye kama nikifanikiwa nikapitia hapa, alafu ukaondoka zangu nyumbani. Basi ndogo wangu, hamna shida, karibu. Mbona una roho mbaya? Unawezaje kumkataa mwanamume shababi kama yule? Wewe umejuaje? Niliwaona mikono. Wapi? Pale kona, mimi nakuja tu. Nimeona hivyo, ona nikarudi nyuma. Nikabana. Nikajua pale kuna kitu kinaendelea. Kwa hiyo unaona kwadia? Sio namkwadia, mimi naongea ukweli, mwanamume mzuri, handsome, anavaa vizuri. Unamkataa shababi yule. Wasichana sasa hivi wenzako wengi wanatafuta mwanamume shababi kama yule. Wanatafuta handsome boy kama yule. Unamkataa kile sasa tu. Yule hata kama ingekuwa mimi ndo mwanamke nisingeweza kumkataa. Nini na kingine si mpoje kabisa. Hebu unaweza kumkataa mtu kama yule kwa sababu kile kijana chako kinakupa nini? Kwa nini nikwambia anachonipa? Wewe huyo ndugu yako anakupa nini? Anakupa shilingi ngapi? Hiyo si yako. Lakini ukweli kwamba ni handsome, unataka kuniambia mimi anavyokupa yule na mimi nivijue vya nini? Lakini kwamba ukweli tu bwana. Huu mdomo mimi nimeambiwa kusema na ufunga mimi. Songei tena. Baba samani. Mimi nishalizika na mume wangu. Huyo ndugu yako atajua mwenyewe. Nishasema simtaki. Sijui unanielewa? Mimi nasemaje? Unamkataje mtu kama yule? Mzuri, ana uso kama jongoo, alafu uso wake sasa kajua yule, anameremeta yule. Sasa wewe na yule mkipata mtoto, ni beautiful. Ulisema mimi pekee, kumbe ulikuwa na mwingine. Umenivunja moyo, sioni tena maana. Shoga yangu, nimetoka huko kwa hili. Anasema eti amefungua genge. Alafu anasema wao wapambanaji. Kwa hiyo inamaanisha si wavivu. Hilo genge kalipata baadaye kumuoa. Maana hilo genge mtu wenyewe kaolewa bila hata mahari. Ndio yenyewe ya mkeka shoga yangu. Na mtaa mzima wanajua kama hata shughuli haijafanyika. Shoga yangu, subiri kwanza. Maana shoga unaongea kama umeumiza cheleani. Aya, ongea kwa utaratibu nikusikie. 1,
mpaka lingine. We acha. Ndio yakuta huko. Yapi? Anasema eti mpambanaji mpaka kulipata hilo genge. Na ndoa yenyewe yalofanyika ya mkeka, shoga yangu hajatoa hata mahali. Shoga yangu. Mbona genge? Kuna hayo mawili. Kama sio majambazi, basi wametoa kizazi chao kikoa. Wangu. Unaona kipekee mimi na Bigwa? Nakumbuka. Sasa niko Bigwa. Nipo na rafiki yangu ile Shukuru. Nikachukua simu ya Shukuru ili niangalie mitandaoni vitu vinavyokuwa vinaendelea. Saa ngapi nisimwone Bakari? Hafanyaje? Bakari kajipiga picha. Si iko Saudi, si iko Marekani. Kapendeza Bakari aise. Uko sasa kaendali? Wakati siku zote namuona hapa. Cha kushangaza sasa. Nimetoka Bigwa, nimerudi nyumbani. Napitia Mlamleni, namkuta yuko anapiga tofali. Makubwa. Ndio nashangaa, hii ni Saudi au nini? Yaani Saudi na kupiga tofali? Au ni AI? AI? Ndio. Ndio nini mayai? Hamna. AI ni vitu vya mtandaoni. Ndio naweza tu akajiposti. Jiposti kama ipo mtandaoni kumbe ipo hapa hapa. Kenya, wapi? Ndio hivyo mmeo. Ni mambo tu ya mtandaoni. Wangu osha. Ndio hivyo. Basi nitema maji ya kunywa ninywe, sema najisikia joto sana. Kuna mama namdai pale gengeni. Kila siku nikamwambia njoo chukue pesa yako, hataki kuja. Sasa sielewi ana maana gani? Mama gani? Mama Ashura. Mama Ashura. Mama mkorofi yule. Ni mwenyewe namdai. Sasa kama wewe unamdai, lakini mimi na pesa yake, nikaambia njoo chukue. Au ndio kwa sababu unamdai ndio maana nataka kuja kuchukua pesa yake kwangu. Unashangaa. Basi makubwa. Hapo mume wangu. Nilipata taarifa kuwa mama anaumwa sana. Nahitajika niende. Taarifa. Kakupa nani hizo taarifa? Nilipigiwa simu asubuhi na dada. Mbona kama jambo la serious sana hili? Sasa bila kuchelewesha, nenda kajiandae na uondoke nyumbani. Ndani ya siku hizi mbili nitakupigia simu kujua mama anaendeleaje. Sasa mume wangu ngoja basi niwahi maana simu nyingi. Hakikisha unapotoka hapa nyumbani moja kwa moja fia kwa mama. Usipite vichochoroni. Ulisema mimi pekee, kumbe ulikuwa na mwingine. Umenivunja moyo, sioni tena maana. Oh bewafa, ye kya kiya usaliti wako. Shoga yangu nimekutana na mume wa Kairi ni huko bondeni. Ina maana mume wa Kairi najui kama mkewe anamchiti. We. Ina maana hujui chochote kama mkewe anakuchiti au? Taarifa kama hizo umezipata wapi? Shauri yako Kalagabao. Shoga yangu hata sijui. Niambie umezidoko wapi hizo taarifa? Kalagabao, shauri yako libaki peke yako ndio hujui. Wewe tena. Na Irina amekimbia baada ya kujua mumewe anamchiti. Mapenzi yote yale? Ajui ndo mwanamke kashamkimbia hivyo, ameaga anaenda kwao. Wewe. Tena hizi za moto na zijapoa. Usiniambie. Mbona pambe? Wewe acha.